Nimewaita leo kwenye mkutano huu na vyombo vya habari kuwaeleza hatua inayofuata baada ya Mahakama Kuu Masijara ndogo ya Dar es Salaam kuifuta kesi yangu ya madai namba 12799 ya mwaka 2024 niliyoifungua dhidi ya kampuni ya simu ya Vodacom Tanzania Limited mwezi Julai mwaka huu 2024. Kabla ya kueleza hatua nilizoamua kuchukua, ningependa kuwaelezea kwa kifupi msingi wa kesi yangu dhidi ya Vodacom. Wengi wenu mtakumbuka kuwa Juni 29 mwaka 2019, nikiwa nyumbani kwangu Mbweni Mpiji, Dar es Salaam, nilivamiwa na watu wasiojulikana na kuzingira nyumba yangu. Baada ya purukushani, wakajitambulisha kuwa wao ni askari kutoka vyombo tofauti vya dola ambao walikuja kunikamata kwa makosa ambayo hayakujulikana wakati huo. Hata hivyo, nikiwa ndani ya gari lao huku nimefungwa pingu, walianza kunimwagia tuhuma mbalimbali. Taarifa za kutafutwa kwangu na kuwa maisha yangu yalikuwa hatarini zilianza kusambaa mwezi mmoja kabla ya tukio hilo, yaani Mei mwaka 2019. Tuhuma kubwa dhidi yangu ilikuwa ni kuikosoa serikali ya Rais John Magufuli wakati huo kupitia kazi zangu za uandishi wa habari. Jambo la kushangaza ni kwamba nilikuwa ninafuatiliwa kila sehemu niliyokuwa naenda na watu wasiojulikana katika kipindi hiki chote. Nilianza kupata hofu kubwa pale nilipokuwa na rafiki yangu aliyekuwa ambaye pia ni mwandishi wa habari. Tulikuwa kwenye gari saa 7 usiku tarehe 20 Mei 2024, tukitoka kumsalimia ndugu yetu na rafiki yetu aliyekuwa mgonjwa, tulipokoswa kupigwa risasi na watu wasiojulikana. Ilikuwa ni usiku saa 7 katika eneo la Bahari Bichi, na baada ya tukio hilo tulitoa taarifa kwenye kituo cha polisi cha Kunduchi. Tulimtambua mmoja wapo ya watu waliokuwa miongoni mwa kikundi hicho ambaye alituelezea kuwa wao walitumwa kuwamaliza abiria waliokuwa kwenye gari bila wao kujua watu waliokuwa ndani ya gari hilo. Wasiwasi uliendelea kuwa mkubwa baada ya kuwasha simu yangu tarehe 29 Juni 2019 saa 9 alasiri na kugundua kuwa haikuwa na mawasiliano. Nilifanya hivyo ili kuweza kuchukua pesa kutoka kwenye namba yangu ya simu ambayo ilikuwa ni 0767456796 ili niweze kumnunulia mama yangu mzazi aliyekuwa mgonjwa na alikuwa anaishi nyumbani kwangu. Niliamua kuwapigia huduma kwa wateja wa kampuni ya simu ya Vodacom kuuliza sababu zilizopelekea simu yangu kuzimwa bila taarifa. Hata hivyo, wahudumu wa huduma kwa wateja walinieleza niende kwenye ofisi za Vodacom zilizoko jengo la Kibo Complex, eneo la Tegeta katika wilaya Kinondoni kwa msaada zaidi. Baada ya kuhoji ulazima wa kufanya hivyo, nilifahamishwa kuwa laini yangu ilikuwa na tatizo la kiufundi ambalo nilihitajika kwenda kwenye ofisi zao ili waweze kulitatua. Kauli hiyo ilinipa wasiwasi kutokana na ukweli kwamba nilikuwa na wafahamu watu zaidi ya 4 waliokuwa wamepewa maelekezo kama yangu na kampuni za simu mbalimbali, na wengi wao walipofika kwenye ofisi za kampuni za simu, makampuni ya simu yalitoa taarifa kwa vyombo vya usalama ambao walifika na kuwachukua hao watu bila makosa yao kujulikana.
Ushirikiano usiokuwa wa kawaida kati ya vyombo vya usalama na makampuni ya simu wakati huo ulinipa wasiwasi kiasi kwamba nilihisi kuwa niliwekewa mtego. Nilipopiga simu huduma kwa wateja mnamo tarehe 29 Julai mwaka 2019 takriban saa 4 asubuhi na kulalamika kuwa nilihitaji kutoa pesa kwenye akaunti yangu, mhudumu aliyenihudumia aliomba nivumilie aongee na wakuu wake kwa kuwa jambo langu lilikuwa nyeti na anahitaji kuongea na bosi wake. Baadaye alirudi kwangu na kunishauri niende kwenye ofisi za Vodacom Mlimani City ili jambo langu liweze kutatuliwa. Ndugu waandishi wa habari, ilipofika saa 9 alasiri tarehe 29 mwaka 2019, simu yangu iliwashwa na kuanza kufanya kazi ghafla. Baadaye nikapigiwa simu na mhudumu wa huduma ya wateja aliyeniomba nimuelezee tena tatizo langu. Nilifanya hivyo, lakini akakata simu baada ya dakika 3. Muda mfupi baadaye nilipigiwa simu kutoka kwenye namba ya Vodacom huduma kwa wateja na sauti ya kiume iliyojitambulisha kama mhudumu kutoka huduma kwa wateja. Alinitaka nijitambulishe na kumwambia eneo nilipokuwa. Nikapata wasiwasi na kujiuliza na kusema, nitoka lini kampuni za simu zimeanza kuwauliza wateja wao eneo walilopo? Kadhalika kulikuwa na mungurumo mkubwa sana kwenye laini na mungurumo huo uliniumiza masikio. Nilisikia pia kikundi cha watu wakibishana kwenye laini na kusema kuwa nilikuwa nyumbani kwangu na kwamba wasogee na kuzunguka nyumba yangu. Baada ya kauli hiyo nilishtuka na kuchungulia nje na kugundua nyumba yangu ilikuwa imezingirwa na watu waliovaa nguo za kiraia wakiwa na silaha na magari kadhaa. Niliwapigia simu majirani zangu na vijana kadhaa wanaofanya shughuli za kuendesha pikipiki ili wafike nyumbani kwangu. Baada ya watu waliofika nyumbani kwangu, baadhi ya watu walifika nyumbani kwangu na kuanza kuchukua video za tukio zima, lakini walitishiwa na wengi wao simu zao zikachukuliwa. Baadhi yao walifanikiwa kusambaza video kwa watu mbalimbali. Kwa kuwa kulikuwepo na kundi kubwa nje ya nyumba yangu na kampuni ya ulinzi iliyokuwa inalinda nyumba yangu ilishatuma wawakilishi wake, niliamua kutoka nje ya nyumba. Watu waliovaa kiraia wakiwa na mitutu walinifunga pingu na kuweka kwenye gari. Kutokana na taarifa zangu za kutekwa kwangu kusambaa kwa kasi, walianza kupata wasiwasi tukiwa kwenye gari na kuamua kunihamishia kwenye gari nyingine baada ya kuendesha kwa takriban kilomita 5 kutoka eneo la nyumbani kwangu, kwa kuhofia kuwa watu wangelitambua gari hilo ambalo lilikuwa limepigwa picha. Ndugu waandishi wa habari, kutokana na maelezo haya, mambo mawili yako bayana. Mosi, kampuni ya Vodacom ilihusika moja kwa moja katika kufanikisha utekaji wangu. Pili, bila watumiaji wa mitandao ya kijamii, vyombo vya habari kusambaza kwa kasi taarifa za utekwaji wangu, ni wazi kwamba ningeweza kupotezwa na hata pengine kuuawa. Na labda jambo kubwa ambalo ningependa kulielezea kwa kifupi ni kwa nini tulichelewa kupeleka kesi mahakamani. Kwa sababu kama mnavyofahamu, mojawapo ya sababu ambayo mahakama imeitumia kulitupa hili jambo nje ya mahakama ni kusema limeletwa mahakamani baada ya kipindi cha miaka 3 kupita.
Kama wote mnavyofahamu, nilitoka jela nikiwa mgonjwa na nikidaiwa kiasi kikubwa cha fedha ambacho nilitakiwa kulipa kabla ya kuruhusiwa kusafiri nje ya nchi kutafuta matibabu. Mazingira ya kisiasa ya wakati huo yalipelekea kupata wasiwasi kuwa pengine haikuwa salama kutafuta matibabu ndani ya nchi. Hali yangu pia iliwapa wasiwasi ndugu, jamaa na marafiki kuwa pengine nilikuwa nimepewa sumu. Kutokana na hali hiyo, kipaumbele chetu hakikuwa kufungua kesi mahakamani, bali kupata matibabu ya uhakika. Kwa macho ya kawaida, ushiriki wa Vodacom katika utekwaji wangu ulikuwa wazi, lakini kisheria kuna kazi kubwa ilihitajika kufanyika. Tulihitaji kufanya uchunguzi na kupata ushahidi wote muhimu kabla ya kwenda mahakamani. Tulihitaji kushirikiana na wachunguzi mbalimbali kutoka sehemu tofauti duniani pamoja na wanasheria kuhakikisha tunapata ushahidi unaoweza kukubalika mahakamani. Kufanya uchunguzi na kukusanya ushahidi unaoweza kutumika kwenye mahakama yoyote ni jambo linalochukua muda mrefu na linahitaji ushirikiano na watu mbalimbali. Lakini jambo jingine ni la msingi, ni kwamba kuna matukio mengi ya Watanzania wengi waliotekwa, wengine walifanikiwa kuwepo na kusimulia kama mimi hapa na wengine wengi, lakini ni wazi kwamba makampuni ya simu yalishirikiana na serikali ya wakati huo katika kuvunja haki za watu. Na ni muhimu sasa tuweze wote kama Watanzania kwa ujumla tujiulize, ushirikiano huu bado unaendelea na unaendelea kwa namna gani kuweka maisha ya watu hatarini. Na hivi karibuni wote mtakumbuka kwamba ushahidi uliotolewa kwenye kesi iliyokuwa ikiendelea nchini Uingereza, ambao moja kwa moja umeoneshwa ushiriki wa makampuni ya simu katika kusaidia mpango wa kumuua makamu mwenyekiti wa Chadema Mheshimiwa Tundu Lissu Septemba 2017, zinatoa mwangaza kuhusu uwepo wa tatizo ya makampuni ya simu za mikononi kutoa taarifa za wateja isivyo halali kwa kutofuata sheria. Wote tunajua kwamba tukio la Mheshimiwa Tundu Lissu ambaye ni kiongozi wa kitaifa kulikuwa ni kubwa sana. Huwezi kulilinganisha na matukio mengi yaliyotokea ikiwemo tukio langu, lakini linatupa mwangaza wa kutuonesha nini kilifanyika wakati huo, na kwamba uwezekano wa haya makampuni ya simu kuwa yanaendelea na utaratibuuni upo na ni mkubwa, na wote bila kujali itikadi zetu za kisiasa tunahitaji kushirikiana kwa pamoja kuchukua hatua za kisheria ili kuweza kukomesha matukio haya kama sehemu ya wajibu wetu wa kutetea haki za watu na kulinda uhai wa watu ambao maisha yao yanaweza kuwa hatarini pale taarifa zao zinapotumika vibaya. Ndugu waandishi wa habari, kutokana na hayo niliyoyasema hapo juu, kabla ya kusikilizwa kwa ushahidi wa mahakama ya Tanzania na kuwekewa pingamizi na kushindwa kuendelea, tumejaribu kufanya majadiliano na wanasheria wanaonishauri walioko Afrika ya Kusini, walioko Tanzania na walioko Uingereza, na tumefikia maamuzi yafuatayo. Namba 1, tutakata rufaa kwenye mahakama ya rufaa Tanzania
dhidi ya pingamizi lililowekwa dhidi yangu, kwa kuwa mimi na wanasheria wangu tunaamini kuwa kesi yetu ina mashiko na inastahili kusikilizwa, ili tuweze kuwasilisha ushahidi wetu mbele ya mahakama ambao tunaamini una nguvu na utatusaidia kuhakikisha ninatendewa haki. Lakini mbali yangu mimi kutendewa haki, tunataka ushahidi tutakaopeleka mahakamani uweze kuonesha vyombo vya kisheria tatizo ni kubwa kiasi gani. Namba 2, kutokana na ushahidi uliokusanywa na wanasheria wangu baada ya miaka 3 ya uchunguzi, mimi na wanasheria wangu tumeona kuwa ushahidi huo ni mkubwa kiasi kwamba unatosha kuishtaki kampuni ya Vodacom Tanzania na kampuni zake tanzu nchini Afrika ya Kusini na Uingereza. Wanasheria wangu kutoka nchini Uingereza na Afrika ya Kusini wamekamilisha utaratibu wa kufungua kesi dhidi ya Vodacom Group South Africa na Vodafone Group PLC ambayo ina makao makuu nchini Uingereza